tujiangalie kidogo hapa tuweze kujifunza kwenye huu mfumo. Ukiangalia hapa, wakati umeshaingiza password, username, kila kitu umefungua, itakuletea interface inaonekana namna hii. Kipengele kikubwa kuliko vipengele vyote, vipengele vinavyofanywa kazi kwenye mfumo wa sisi ni hivi hapa ninavyoshusha hapa. Kuna dashboard, school management, school inventory, kuna class operation, devs, kuna assessment, score, user management. Sasa kipengele ambacho ni noma, ambacho ni kikubwa kabisa, yani kilichobeba mfumo wa sisi, ni kipengele hichi hapa kinachoitwa school management, ambacho kina vipengele 6, kifuatiwa na kipengele cha school inventory. Lakini school management unaambiwa ndio kitovu cha mfumo wa sisi. Sasa hii tuliambiwa kwenda kuwa verify walimu, tunatumia kipengele hichi cha school management. Ukigusa pale, unakuja moja kwa moja kwenye kumanage staff. Kuna kumanage staff, kuna manage student. Student inahusika masuala ya wanafunzi, staff inahusika masuala ya waajiriwa, yani walimu, tuseme walimu sasa. Kwa tunagusa kipengele cha manage staff. Ukigusa hapo upande wako wa kulia, unaona hapa kunatokea interface nyingine hapa kama unavyoiona hapa. Sasa kuna wale wenzangu wananiuliza hivi, ukitaka kuona wanaohamishwa, ambao walihamishwa kuja kwako, unaonaje? Kuna vipengele pale vimeandikwa registration, attendance, incoming transfer na outgoing transfer, leave management. Ukitaka kujua watu waliohamishwa kwako, utakwenda kugusa pale kwenye incoming. Ukigusa incoming, utakuja kuangalia na inavyoload pale, kama kuna mtu amehamishwa kwako utamuona. Kama hakuna, kama kwangu inaandika no data. Japo mimi nategemea kuna mwalimu anitumie hapa wa shule nyingine ambapo mwalimu wake alihamia kwangu, hajanitumia mpaka sasa hivi, bado napambana naye. Lakini pindi atakaponitumia nitabonyeza, akiniambia nimeshakutumia, nitabonyeza incoming transfer, nitaangalia hapa, nitawaona walioingia, alafu nitakwenda kuwapokea. Lakini wale ambao ninawahamisha wote kwenye outgoing, eneo hili hapa nitagusa outgoing, alafu nitawaona. Kuna ambao nimewatosha ni kwangu, nimewahamisha kwenda kwenye shule nyingine huko, na ngojea mkuu wa shule wapokee waondoke hapa. Kwa hiyo outgoing wanakuja hapa, naona ninaye huyu hapa Ruti Israeli, lakini naye David Isa Tukula. Ruti Israeli nimeshamhamisha kwenda barazani, iko huko maeneo ya Haydom, Mbulu Maka huko Haydom. Lakini kuna huyu David Isa Tukula anaenda Dadakati, nasubiri mkuu wa shule afanyaje, aipokee. Mmeona namna gani ya kuweza kupokea na kuweza kuangalia wale ambao waliohamishwa kwako na wapokea, na wale ambao umehamisha kwenda katika eneo lingine. Sasa tunachokifanya sisi sasa hivi, tunataka tuangalie walimu wote kwa ujumla. Tunaenda kwenye kipengele kile cha kuverify sasa, kuverify walimu na vitu kama hivyo. Mnaona hilo eneo hapo. Kwenye vipengele hapo vinne, hicho registration, attendance, incoming transfer, outgoing transfer, leave management. Ili uweze kuwaona walimu wote, unaenda eneo la juu kabisa la registration pale. Ndio pale Mr. Tarimo anapotaka watu wafanyeje? Anapotaka watu wa verify walimu wako. Unaona mimi wa kwangu hawa ni mwa verify. Unaona wanaonekana hapo ni mwa verify. Lakini hawa ambao mimi sikuwa verify ni wale ambao nilikuwa nimewahamisha, wako wawili hapo. Kiangalia kuna wewe mwenye nyekundu hapo na mwenye nyekundu chini hapo, David Isa Tukula na mwenzake Ruti Kutau. Hawa sijawa verify, niliwahamisha, nasubiria wapokelewe ili nihamishiwe na hao wengine watakaokuja wawili na mimi niweze kuwapokea. Sasa kama unataka kwenda kufanya tendo la kuverify mwalimu, unaenda mwisho, unaangalia jina la mwalimu kwanza hapa. Kwa mfano walimu wangu ndio hawa. Unaenda mwisho kabisa kule mwisho kuna vidoti. Kwa mfano tunataka tumverify labda huyu nani, huyu Tukula. Sawa unamgusa hapa Tukula. Unakwenda kwenye eneo la nini? La kuverify. Sawa.
sitamverify in search kwa sababu sio wa kwangu, nategemea apokelewe na mwalimu wake kule aweze kumverify. Ukija hapa katika eneo la kwanza kuna vipengele vinakutaka wewe ujaze. Sasa hivi vipengele, shuka chini, unaangalia taarifa za mwalimu hapo. David Isa Tukula, ni kweli anaitwa David Isa Tukula? Ni male, ni kweli ni mwanaume? Tarehe yake ya kuzaliwa, cheki namba yake, unaviangalia kama viko sawa. Kama viko sawa, unaenda kwenye nini? Unaenda kwenye next. Sawa. Ukienda kwenye next inakuja na kuambia level education professional level. Ukiweka kimshale hapa hapa kitakuonyesha kwamba elimu yake ni hivi. Kama ni degree, kwa mfano huyu ana degree, nagusa degree hapa, inajiandika pale. Unarudi kwenye eneo lingine. Hapa chini nakwambia professional qualification, unagusa professional qualification. Haya, ukigusa unaangalia labda nini? Ni Bachelor of Education. Bachelor degree of Education. Ziko nyingi pale. Unakwenda unatafuta ambayo unaitaka. Mimi nataka nitafute Bachelor of Education. Huyu ni Bachelor degree of Special Needs. Kwa sababu namjua, unagusa hapa, alafu unarudi juu hapa, inakuwa imejiandika tayari. Tunashuka eneo la chini tena hapa. Yaani mfumo wa sisi umekuelekeza vizuri kabisa. Ukishuka hapa, wenyewe unakwambia professional subject by name. Unamtajia unaangalia masomo sasa ambayo mwalimu anafundisha. Kwa mfano hapa tunataka Kiswahili. Utaandika hapo. Iko vizuri kabisa Kiswahili. Inakuja pale. Unagusa Kiswahili. Unaona kamshale hapa kamebadilika rangi yake. Labda na somo lingine labda unaandika hapa juu study au uraia. Ukiandika uraia na kuja uraia na maadili, unagusa hapa. Sasa hizi zote mbili ushazichagua, ili zihamie upande, itakuwa zihamie upande huu hapa. Unabonyeza hapa. Kisha bonyeza, zinahama zote kulia. Ukisha kuja kulia hapa, kama iko sawa unaenda kwenye next. Kama una cancel. Kama unarudi back. Lakini kama umehakikisha jambo lako liko sawa vizuri, unagusa kwenye nini? Kwenye next. Ukishagusa next hapa, inakuja na kuletea tena hapa. Inakwambia David Isa Tukula is at work station. Iko sawa hiyo. Profession subject inakuonyesha Kiswahili, uraia na maadili. Kwa sababu ni kweli, unaenda kubonyeza next. Kama sio kweli, unarudi back. Kama unataka kuondoa kabisa, usishughulike na swala hili la kuverify mwalimu, na cancel. Ukigonyeka next hapa, inakuja na kuonyesha hapo filter staff personal disability by name. David Isa Tukula does not teach student with special need. Kwa sababu huyu anafundisha special need, mimi nagusa special need. Lakini kama nikigusa hapa, maana yake nitakwenda kugusa hiyo special need ambayo anashughulika nayo. Kwa sababu mfano nitamgusia blind hapo, nitamgusia labda na deaf, alafu nagusa hapa, nazisogeza. Unaona zimeonekana tayari hapa kwamba ni masomo yake ya elimu maalum ambayo anafundisha. Alafu chini hapa anakuja kubadilisha, nagusa hivi. Inaonyesha yes, David Tukula is Tukula changes student with special need. Lakini kama hausiki, unaweka no. Alafu na kule juu pia unaondoa hiyo hali, unazirudisha kule. Kugusa mshale wa chini maana yake unatoa ulichokiweka upande wa kulia, unarudisha kushoto. Ukigusa mshale wa juu maana yake ukichagua kama hapa, ukija kugusa hapa, mfano umechagua hapa hivi, umeweka hiyo dot, inaonyesha mshale hapa, unagusa na kurudisha huko. Sawa? Nimeonyesha hali zote. Sasa tunachukua kama huyu mtu hana issue yoyote ambayo inahusika na masuala ya special need. Ukienda pale unaambiwa review and submit. Review and what? And submit. Utagusa ku review hapa,
and submit. Ukisha review and submit, itakuonyesha interface nyingine ya kuverify kwamba sasa ndio unaenda kwenye sehemu ya mwisho. Una verify, unagusa hapo, ndio itakwambia hivi, this action is final. Once submitted, the updated record will be saved permanently in the system. Kama una uhakika, unagusa hichi kialama kiboksi, maana yake unaenda kuverify moja kwa moja. Sasa kazi inatakiwa ifanyaje? Kazi inatakiwa iishie hapa. Haya, ukienda kwenye save verified changes ndio umemaliza kazi. Ukienda back unarudi nyuma, maana kuna kitu umekisahau. Ukienda cancel, una cancel shughuli. Mimi hapa na cancel kwa sababu nilikuwa sina kazi nayo. Lakini hichi ndio kipengele cha mwisho, ukiweka save verified ndio umemaliza kila kitu. Asanteni kwa kunisikiliza. Nafikiri kwa eneo hilo mtakuwa mmesaidika kidogo na shughuli hii haitakuwa. Asanteni sana. Mimi naandika cancel, naondoka kabisa. Be blessed people.